So habari ya asubuhi, mchana eh? Jina langu naitwa Emilian Busara. Kwanza nimshukuru Mungu kwa waandaaji. Waheshimiwa, asanteni sana, mmeandaa kitu kizuri sana sana. Mimi ni mpenzi wa vitabu, kwa nimeona hapa ameandika Transformation Book Club, na nilipopata invitation nilisema mradi wanaongelea mambo ya vitabu sitoacha. Nahisi nimesoma zaidi ya vitabu 400. Sio kwa ajili ya kufaulu mtihani wala kupata maksi nzuri, ni kwa ajili ya kujijenga mimi mwenyewe. Tabia ile nimejaribu kuwajengea watoto. Kwa hiyo nawashukuru sana wazazi ambao wamekuja na watoto hapa, mmefanya kitu kizuri. Na nilijifunza kitu kimoja, hakuna mtu aliyefanikiwa sana bila kusoma kitabu. Nobody. Your amount of earning is limited with your amount of learning. Your learning determine your earnings and it sets the limit. So nimeona pale mna theme, one book, one month. Read the books. Achana na hii mambo ya social media hii, sorry. Ukisikia nimetumia lugha ngumu, unaenda unaangalia kitabu na ni kitabu kidogo kaelezea hivi, kamaliza dakika 10 umejifariji umemaliza kitabu. Hujamaliza kitu. Kata nondo bwana. Kamata kitu, soma kwa uhakika. Jana nilikuwepo mkoani. Nimeingia actually hii asubuhi kwa ndege. Wakati nikiwa njiani, tuko kwenye ndege, dude limeruka, wewe unasinzia. Mimi nilikuwa nakata kitabu hiki hapa. By the time nimemaliza chapter nzima. Huwezi ukakaa na mimi tukafanana. Huwezi. Wakati nasubiria ndege ifike, 2 hours waiting time to board on the plane, mimi nasoma kitabu. Tuko ndani ya ndege, ninasoma kitabu, ninashuka. Nimemaliza masaa 3. Tusimame hapa, wewe ufungue mdomo na mimi nifungue mdomo. Read the book. Hii theme ya mliweka nzuri sana ya one book one month. Jitahidi, alafu jaribu kuapply zile concept unazojifunza. Nimemsikia hapa kiongozi wenu anazungumza application, implementation. Do few things. Ukikwama uliza, utapiga hatua. Kama kuna kitu ambacho namshukuru Mungu kilichonisaidia ni kusoma vitabu. Basi. Rich Dad Poor Dad wengi mnamjua, au sio? Nilisoma vitabu vyake kama 8. 2005 miaka 20 iliyopita, vitabu kama 8 hivi. Rich Dad Poor Dad, Retire Young Retire Rich, Cash Flow Quadrant, Financial IQ, sijui nini. Nilivipiga vyote 8. Alafu akaanza kuandika vitabu vya real estate. Alafu akaandika kitabu na Donald Trump, wakati hata Donald Trump hajawa rais. Vyote nilivipiga. Why? I just want to prepare myself. Niwe loaded na knowledge. Kwa hiyo vijana, you are in the right group. Book club. Do your best. Msikai kienyeji. Sasa, kabla sijazungumza hiki kitu kinachofuata sasa, kuna vitu vichache nataka niviongee kuhusu Tanzania. Na alafu baada ya hapo sasa nitaketi tu. Kuna hiki kitabu nimekiandika hiki miaka na miaka, but nitamani kitu kimoja tu, mtu akishika kitabu kimoja tu ajue Tanzania ndani nje ndani, na aone pesa ndani ya kitabu kinachoitwa Tanzania. Where can I get money in Tanzania? So this is the whole purpose of writing this book. Kimeandikwa na utakiona kwenye screen. Kimeandikwa Tanzania and Zanzibar. Tourist attraction, business and investment opportunities. Fursa za kibiashara na uwekezaji na vivutio vya kitalii vilivyokuwepo Tanzania. Sasa kwenye hii nitaongea mambo na slide kama 5-6 tu. Alafu baada hapo nitaketi. Na nimeona mnaongelea habari ya dira ya taifa 2050, jambo zuri.
Mimi niseme wazi, watu wengi wananijua upande wa hisa, upande wa pesa, upande wa uwekezaji, lakini mimi ni msomi wa vitabu vya uchumi. Napekua kweli kweli, navisoma ripoti za benki kuu kila wanapozitoa, almost on a monthly basis, monthly economic review nazipitia, sometimes zile zonal report, sometimes nasoma GDP report za NBS. Kwa nini? Kadiri unavyosoma, unapopata ile maarifa, you can clearly see the gap and opportunity. Wapi kuna shida, wapi tunafanya vizuri. Nimesikia kiongozi mmoja anasema data. So na mimi napenda kuchungulia, then najua okay, hapa kuna opportunity, hapa kuna opportunity. By the time wengine wana realize, mimi nilishaiona pengine mwaka mmoja uliopita na nisha take action. So anapokuja naambia put your money here, wekeza hapa. Unajua hapa kwa nini unaniambia kwanza fanya, alafu pili ndio utauliza. Baadaye akitengeneza anasema what did you tell me? Ni kwa sababu ya kusoma. Kwa na encourage young people, read as much as you can, lakini soma vitu ambavyo ni relevant. Achana na vitu vya kimbea hivi na vya udaku. Ukichoka kasoma umbea na udaku, lakini ukiwa fresh soma vitu ambavyo unahisi vitakusaidia kusukuma maishani na vilivyoandikwa ama na watafiti, researchers namba 1, au practitioners, watu waliofanya iko kitu namba 2, au namba 3, very successful people. Nenda kasome story zao, you will learn. Wangapi mmemsoma Dangote hapa? Dangote, nyosha mkono, usiogope. Nyosha mkono, usiogope. Nyosha mkono. Dangote mmoja. Meza hii. Wangapi mmemsoma Dewji? Mo Dewji. Mwa kumsoma 1, 2. So there is a problem. Wewe unamsoma nani sasa? Sawa. Kiyosaki, great, Marekani. Warren Buffett, great, Marekani. Nani sijui, great, Marekani. Vizuri. Lakini usisahau wasoma watu ambao wanafanana na wewe, wameishi mazingira sawa sawa na wewe, wako Afrika, weusi kama mimi nilivyo mweusi, wanakumbana na changamoto kama ambavyo wewe unakumbana na changamoto. Zile story zao zitakuinspire. Niwahi kusoma kitabu kimoja kinaitwa The Success Secret of Black Millionaires, kimeandikwa na Dennis Kimbro, one of the best books. Ni jamaa weusi wamefanikia kutoka utumwa mpaka wameweza kufikia kule. So please do something. So hapa nita switch kidogo mada, ninatoka kwenye vitabu. Kwenye vitabu nilikuwa nakuhamasisha, soma vitabu hivi printed. Najua kuna audio, lakini audio ni highly summarized book. Hawaelezei word to word, page to page, 10 pages my friend. Jeff Bezos anasoma vitabu, Elon Musk anasoma vitabu, Warren Buffett anasoma vitabu, the late Charlie Munger anasoma vitabu. Read their story. Hakuna any creative person, very successful person asiyesoma vitabu. Kwa wale wenzetu wa dini ya Kikristo, hata Bwana Yesu alipoenda hekaluni alienda kusoma vitabu. Biblia inasema akatafuta kitabu cha Isaya, sehemu iliyoandikwa. Manake was a reader. Sasa wewe kama Yesu mwenyewe alikuwa reader, wewe mfuasi wake, ndio inabidi ulale kabisa kwenye mlima wa vitabu. Sawa. Okay. Tanzania economy. Hivi vitu unavyoviona hapa mbeleni ni vile tunaita competitive advantage of the Tanzania economy. Uchumi wa Tanzania, mheshimiwa amezungumza vizuri sana kutoka kwenye hii taasisi nzuri. Una vitu vizuri ndani yake. Vitu gani vizuri ambavyo vinatutoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Ndio yale unaona kama mito yenye kumwaga maji kwenye uchumi ambao inaangukia kwenye ramani ya Tanzania. Ukiviona hivyo vitu vipo kwenye nchi, ujue ni vitu vizuri. Nani amekiona kimoja? Nitajie kinaitwaje? Cha kwanza. Wangeni kwa nguvu basi. Tourism, sawa. It is the leading sector. Put money in the tourism industry. Cha pili,
Construction and real estate. Okay, construction industry, unasikia mabarabara yanajengwa, manini yanajengwa, watu wanajenga nyumba. Katafute simenti, katafute nondo, katafute biashara mabati, you will make money. Sehemu nyingine ya tatu, population, food reserve. Tuna chakula cha kutosha, kwa hiyo inasababisha mfumuko wa bei uwe controlled. Cost of living ya Tanzania iko chini. Nenda nchi zetu za jirani hapo, ndio utakapogundua kwamba maisha kule magumu, sababu huku tunaweka. Nyingine amezungumza ile population. Sisi tumejaliwa kuzaliana. Vitoto tunavitotolesha balaa. Nenda kijijini tukamtafute mtu wa umri wako, ana vitoto vya kutosha, wamejaa pale. Ile inachangia sana kwenye ukuaji wa uchumi, lakini changamoto yake ni moja. Lazima population ikigrow na uwezo wa kifedha ugrow, ndio inakuwa na very big positive impact kwenye economy. If you grow biologically by the number of people without growing economically, inaweza create disaster. Tunaita population dividend. Nyingine tax policies. Ukitaka kujua wapi kuna pesa, nenda kajifunze kuna aina gani za kodi na kuna aina gani ya vivutio ama misamaha ya kodi. Rich people, they have a tendency of putting money where they enjoy tax incentives. Ama kuna kodi, ama kuna kodi ndogo, ama wana negotiate ili create employment. Wewe unakuweka pesa, mfumo wake wa kodi ukoje? Kuna kitu kimeandikwa pa informal sector, tutakiongelea. Do business in informal sector. Hivi ukiuza mahindi tu barabarani, kuna mtu anakuja kukusumbuaga Tanzania, unachoma mahindi. You take it lightly. Nenda South Africa kama unaweza kuchoma mahindi wewe barabarani, ama ukauza ndizi, ama ukauza nyanya, ama ukauza vitunguu. Kwa hiyo mfumo rafiki wa kodi ni kigezo kimoja hapo cha kujua wapi kuna pesa, wapi hakuna pesa. Ya mwisho, kwa sababu siwezi kuongelea vyote. Ya mwisho, nani ameiona anatamani nikiongelea iko kitu alichokiona ubaoni? Digital economy. Digital economy manake do things electronically. Sasa hivi ukitaka kuchungulia balance unafanyaje? Ya benki. Ndi kwenye simu, sio? Umemaliza. Digital economy. Period. Ukitaka kulipa malipo, control number ile pale. So, digital economy, set up a business or support other business using technology. Ndio tunaongelea mambo ya startup. Tuende kwenye fund. Why Tanzania? These are some of the competitive advantage. Nitajie vitu viwili tu niviongelee ambavyo vimekuimpress wewe pale ama unataka ukijue. World Heritage Sites. Tanzania ina maeneo ya kihistoria ambayo hayapo sehemu nyingine yoyote. Ndio inaitwa World Heritage Site. Mfano, ile Ngorongoro Conservation. Sawa? Kuna Ngorongoro Crater. Haijawahi kuwepo sehemu nyingine. Ni very unique. Mfano wa kwanza. Mfano wa pili, mlima Kilimanjaro. Haujawahi kuwepo sehemu nyingine, ndio mlima pekee mrefu wenye barafu Afrika. Mlima wa pili duniani kwa ukubwa. Ni World Heritage Site. Ya tatu ni Stone Town Zanzibar. Sawa? Hakuna kitu kizuri kama wale ambao wamepata kwenda Zanzibar kuona ile Stone Town. Kwa kuwa tuna ule mji mkongwe, sijui unaona watu wanazunguka, hela zinaingia, wazungu day and night. Sawa? Kwa World Heritage Site ni zile sites ambazo zimekuwa declared by United Nations kwamba ni unique na lazima ziwe preserved, zilindwe na ziwe protected at any cost. Sawa? Okay. Cha pili, strategic geographic location. Hii strategic geographic location nitaionyesha hapa. Zunguka kidogo, itanisaidia ku clear some of the slide. Nenda tena, nenda mbele. Hapo, rudi nyuma kidogo. Hapo.
Kisikia hii neno strategic location of any country, maana yake hiyo nchi ina fursa ya kufanya biashara kwa urahisi ukilinganisha na nchi nyingine yoyote duniani. So the map of Tanzania is there. How are we positioned ourselves? Tuko surrounded na landlocked countries. Ziko ngapi ambazo tunazo hapa landlocked country? 6. Sawa. Manake zile nchi nyingine hawawezi kupata huduma na bidhaa kwa urahisi bila kupitia Tanzania. If you import anything, because we are net importer, most of African country tuna import zaidi kuliko ku export. Ina maana utatumia bandari, utatumia usafiri wa majini, ama Kenya ama Tanzania. Tanzania tuna uwezo kusaidia Rwanda, Burundi, Uganda, Kongo, Malawi, Zambia. Sawa, hizi nchi zote hazina hiyo access. Kwa hiyo wewe fikiria kuset up a business ambayo itakuwa connected na kusaidia hizi nchi nyingine ili uweze kutengeneza pesa. Kuna mtu anafanya kazi kwenye clearing and forwarding, ama kusikia tunafanya kazi kwenye logistics, clearing and forwarding, they make good money. Yale malori wanadaa foleni kweli kweli, foleni. It is because of our strategic location. Kutoka hapo tunani hapo posta mpaka Kimara pale, ile foleni yake milori na milori. While you are counting foleni, wengine wana count money. Period. So sika unalalamika tu foleni, nenda katafute naye lori kaweke pale. Sawa. Okay. Sawa, turudi pale kwenye ile slide ya nyuma, rudi pale kidogo. Nilisema vitu viwili Tumemaliza vitu viwili. Why Tanzania? Because of those almost 15 good reason. So fikiria na ipende nchi yako, nafanya kitu kwa ajili ya Tanzania. It is one of the wealthy created countries in the world. Next. Dira sitoizungumza, imezungumzwa na huyu mheshimiwa. Kwa miaka 25 ijayo Tanzania tunataka kuwa na uchumi wa dola trilioni 1. Drivers, principles, etc. zimeandikwa pale. Sasa hivi wapi Tanzania tuko pale kwenye kijani pale. Ni nchi ya ngapi kiuchumi? Based on 2023 data. Nchi ya ngapi? Nchi ya ngapi kiuchumi? Nchi ya 9. Mmoja akasema 9, mwingine 1 2 3 4 5. Sawa, tumpigie makofi. Yuko wapi alisema 9? Are you economist? What are you doing? You are a lawyer. Okay, excellent. Tanzania ni kama nchi ya 9 kiuchumi Afrika. Ndio ile pale, yale matruck mengine yaliyotutangulia yale yametutangulia, lakini tukipambana, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba nilikuwa namsikia kabisa anasema tunaweza tukasogea mpaka karibuni nafasi ya 5. Kwa hiyo ni swala kujipanga tu. Sawa. Okay, sitaongelea mambo mengine, lakini kitu kikubwa ambacho ninachohitaji ujisikie, $1 trillion economy. Kwenye hizi trilioni 1 wewe utapata kiasi gani? That is what matters. It's not about the country. Country ni wananchi. Mtu asipozalisha hakuna nchi yenye kuweza kufikia kile kitu. For you as an individual, you must do something to take our country to that level. Okay? Okay. Tuenze tu kwenye inayofuata. Sasa ziko slide nyingi, kwa usiogope. Uchumi wa Tanzania umejipangaje? In summary, ndio hayo mambo makubwa. GDP, sijui sasa hivi tuna nini, sijui hapa amezungumzia $85 billion economy. Sawa, mimi wakati wewe naandika slide ziko around 80 sababu ninatumia past data. Niambie vitu viwili tu ambavyo natamani uvijue pale. Vitu viwili tu. Hii meza hapa ina take advantage ya my presence. Kwa iko very sharp. Kule nyuma. Vitu viwili tu ninavyotaka nikuelezee pale kwenye uchumi wa Tanzania.
Rule of laws protecting investors. Okay, namba 12. Kitu kingine? Okay, sawa. Nitaanza na hilo la pili, na usikilize kwa makini. Usikilize kwa makini hilo uliouliza wewe. Mnaoendesha gari, spidi yenu ya mwisho unakanyaga mpaka spidi ngapi? 180. Sawa, wengine 120, au sio? Kutegemeana na gari. Sasa tunapozungumzia swala la uchumi, ile spidi ya juu kabisa, ile spidi ya juu kabisa huwa mara nyingi inakuwaga sana sana ni double digit, 10%, 11, 12 kama umefanikiwa hiyo double digit. Sawa, lakini unapozungumzia single digit on the high side, sawa, 6%, 7%, 8%, 9%, ujue hiyo ndio spidi ya juu. Kwa hiyo usilinganishe na kuibenchmark out of 100, no. Unailinganisha na kuibenchmark out of a single digit. Kama ni digit moja lakini imeangukia kwenye bandi ya juu, ujue huo uchumi unakuwa. Maanake uzalishaji ni mkubwa, mzunguko wa fedha ni mkubwa, therefore kuna chansi kubwa ya kutengeneza pesa. Kwa ukisikia 5, 6, 7, 8% economic growth, ujue ndo kama umekanyaga gari mpaka ile spidi 120. Point clear? Kwa ukiona zile takwimu zisikuchanganya. Alafu ile ya mwisho, rule of law, ni kwamba kuna utaratibu mzuri, sheria imepitishwa bungeni, hakuna kutaifisha mali ya mtu. Lakini kitu kingine nilichokipenda zaidi, hasa kwa Mheshimiwa Rais, alisema wazi, sitaki kusikia mtu yoyote hela zake benki zimekamatwa. Ile kitu ndio tunasema tuheshimu, tufuate utaratibu wa kisheria. Mali za wawekezaji, wafanyabiashara, wajasiriamali, wafanyakazi zilindwe. Ile inatoa confidence kwetu na kwa investors kuendelea kufanya kazi. Tanzania is having a diversified economy. Nitazungumza mambo makubwa mawili tu. La kwanza, kuna nchi zinategemea zao moja ama kitu kimoja tu kutengeneza pesa. Ikiyumba, nchi nzima imeyumba. Sitaki kuitaja nchi moja iko huku chini huku inategemea kitu kimoja tu, Diamond. Mnaikumbuka hiyo nchi? Bei ya Diamond imeshuka mwaka huu. The whole country is suffering. Why? Because they depend on one item. Ni kama wewe tu, wewe umetegemea mshahara wa ajira tu, umekalia kutikafu. Trump tu akinguruma kule, kwanza leo unatikisa nchi hiyo, baba tunakufa huku. Why umekalia kutikafu? Oh, you should not talk about diversified economy while you are sitting on a single source of income, employment. Consider to diversify your sources of income. And it is possible. We have UTT, we have BOT bond, we have DSE, we have fixed deposit, we have so many. You can do business, active business. You can construct a kichumba kimoja ukapangisha ukapata rent. Diversify. Our country inafanana na mtu wa kwanza kushoto, haifanane na mtu wa pili kulia. Mtu wa pili kulia ukiangalia huko ana msuli mkono mmoja, huko kwingine kwembamba. Most of the people they look like that. Huku bonge la msuli, mshahara njoo upande wa pili chali. Okay, diversified manake hakuna sekta moja yenye kuchangia over 30% kwenye income ya Tanzania. Income ya Tanzania inaitwa GDP. Mshahara wako wewe ule wote tukiuchanganya kwenye mshahara wa nchi ndio tunaita GDP. Sawa? Muulize jirani yako, vipi wewe umediversify? Mwambie huko kuli mtu wa kwanza wa pili. Amekopiaje? Wa kwanza wa pili? Wa kwanza wa pili Huyu ndio wa kwanza tourism. Huyu mwingine huyu wa pili yeye kangukia huku. Jamani, haya mambo tunaongeaga kiwepesi.
lakini ilipofika Januari 1 mwaka huu, kilio na kusaga meno nchi za Afrika. Mtu mmoja tu kule kaingia juu katoa kitu inaitwa executive order. The whole world is suffering. Alafu huyo mtu mmoja baada ya muda tu akasema kuanzia leo wewe unanitoza kodi ukinitoza kodi kitu changu na mimi nakupiga kodi. Watu baba, subiri kwanza. Usitupige kodi tutakufa. Why? Because of the trade. One issue. Diversify. Find out different sources of income. Otherwise, you are risking your life. Napenda ajira, sawa. Kaja bosi, haujaelewana naye, anakutupa nje. How would you survive? Amekutupa hapa. You lose your job. And you don't have any alternative. You keep on spending your money thinking that it will continue to flow. When there is a leadership change, my friend, mguu mmoja ujue unaweza kabaki, mguu mwingine ujue unaweza katoka. Whether you like it, you don't like it. So najua utanitazama na utaangalia, utasema jamaa anatuambia kitu gani. Usisubirie ya kufike. Amini ninachokuambia. Start now to invest and do something economically for your own good. Pende no fun. Hii Tanzania strategic location nimeshaelezea, lakini baadhi ya ninyi mtakuwa viongozi wakubwa na mtasimama kwenye big platforms. Strategic location means nothing if there is no business. The only good thing about strategic location is the ability to use your resources to make money by doing business, either trading or adding value or providing services to other country at a meaningful return. Kwa kuwa na bahari sio issue. Issue, how do we use it to make money? Kaangalie bwana, sitaki kutaja, lakini mnafahamu mkoa huko hapa wa pwani hapa. Kutoka hapa, ukitoka Dar es Salaam unaenda hapa unaenda pale. Una bahari na wenyewe. Hakika angalia ulivyo. Una bahari kama Dar es Salaam. Hali yake ikoje? Hoi hai. So it's not about this ocean. The mindset. Change the mindset. It is about the business you are doing with the ocean you are having. Twende na ufuata. Priority sector wala sitaki kuzitaja, lakini hizi za upande wa kushoto ukiweza kuweka pesa humo, most likely you will make money. Upande wa kulia ni manufacturing. Why are we calling priority sector? Kwa sababu ina multiple effect. Ukiwa na kiwanda, sawa, ukiwa na kiwanda nimekichukua kile pale. Ile picha ya kwanza juu kushoto kwenye kona ni kiwanda. Ukiwa na kiwanda utaprovide employment. Utachukua raw material, utaziongezea thamani. Kuta watu utakwenda kudistribute. Kuna consumer atapiga pale, atakunywa juisi yake kwa sababu kuna mtu ameprocess matunda yale kiwandani. Kuna loan, benki itafaidi interest kwa sababu imeprovide financial assistance to the factory. Kuna kuhifadhi, kuna go down, kuna warehouse, kuna maduka. Kwa ule mzunguko wa pesa unakuwa mkubwa. So when we talk about priority sector, ni sekta ambayo inagusa watu wengi zaidi ukilinganisha na sekta nyingine. Twende na ufuata, nafikiri nakabia kumaliza. Where do we get money? Sio kila mahali kuna samaki ukienda baharini. Wale watu wa Mwanza, ukienda ziwani, sio kila mahali kuna sangara na sato. Dar es Salaam sio kila mahali ukienda ukitupa ndoano utapata samaki. Lazima uchakate akili. Identify where you can reap money. Forbes walishafanya zoezi. Which sector generate more billionaires? Which sector generate more money? Put your money there. Swali langu moja kwako. Kuna sekta 10 pale nimeziandika. Forbes wameziandika na linki iko pale. Where you are currently trading, do you belong to those sectors? Do you trade in those sectors? If the answer is yes, then you're in the right place to make money. If the answer is no, hauko pale, manake you're in the wrong sector. Kila siku utakuwa nasikia kuna pesa ziko wapi? Umepishana nazo. Umeenda kuvua samaki pasipo kuona samaki. Period.
Jamani, nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Mimi nimemaliza. Maybe tutajadiliana maswali baadaye. Nashukuru. This is my number. Make sure hayo machache tu yafuatilie, ndio nilotaka kuyazungumza. Kabla ile kukaa tunajadiliana, maybe nikiongea naweza nikaweka kitu kidogo cha kukusaidia. Brother, thank you very much.